2024 tulipata mafunzo ya extension kutoka kwa chama cha wanasheria za mazingira Tanzania LITI kuhusiana na masuala mbalimbali ya uhifadhi, hasa mambo ya extension na masuala ya sheria za misitu. Tumefaidika hasa mimi na wilaya yangu ya Kilosa. Sisi tulikuwa na miongoni mwa watu ambao tulikuwa na pata faida ya jinsi ya kuendesha kesi, kukusanya ushahidi wa kimazingira na jinsi ya kuunganisha taasisi mbalimbali za serikali kwenye kutatua migogoro, hasa pale tunapokamata wahalifu, jinsi ya kuandaa faili, kukusanya ushahidi na kushirikiana na watu wa mahakama. Kweli mafunzo yale yametusaidia sana kwa sisi watu wa Kilosa, hasa kwenye kupunguza uharibifu wa misitu. Jumla ya kesi 46 ziliripotiwa polisi na kesi 23 zimekwenda mahakamani na kuhukumiwa. Kwenye mashauri ya kesi hapo awali tulikuwa tunafikiria kwamba kesi za mazingira zote ni lazima zifike mahakamani na kuhukumiwa hata kama mtuhumiwa atakuwa amekiri. Kumbe tukaja kupata faida kwamba pindi mtuhumiwa anapokuwa amekiri kufanya uharibifu, mnaweza mkafanya kitu kinachoitwa mitigation, kwa maana ya maridhiano kati ya yeye mhalifu pamoja na mamlaka, kwa kuongozwa na ripoti ya tathmini ya uharibifu uliofanyika. Akicomply na kulipa gharama ya uharibifu na masharti mengine ya serikali, inaweza kesi ikaishia hapo. Kwa hiyo kesi ziko za namna mbili. Kuna kesi ambazo zimemalizwa kwa maana ya wahalifu kukiri kutenda kosa na kuwa tayari kuwajibika kwa makosa yao, lakini kuna kesi ambazo zimefika kwenye mahakama na kuweza kupata hukumu kutoka kwenye njia ya mahakama. Tulijifunza mambo ya sheria, matumizi ya sheria mbalimbali za misitu, hasa katika wakati wa doria. Kwamba wakati unafanya doria kuna sheria ambazo tunatakiwa tutumie. Tulikuwa tunajua kwamba sisi maafisa misitu tuna uwezo wa kuarrest mtu, lakini mafunzo yale yametubadilisha kwa mambo mengi, kwamba sisi kazi yetu ni kuwaelimisha jamii taratibu za kufuata wakati wa uvunaji na sheria zipi zinatakiwa zifuatwe, lakini kuarrest sio kazi ya afisa misitu. Mwaka jana nilihudhuria mafunzo ya RITI yaliyohusiana na ni namna gani tunaweza tukatunza mazingira pamoja na misitu kwa kutumia sheria mbalimbali ambazo zinaweza zikawa ni nyenzo mojawapo ya kuhifadhi mazingira na misitu kwa ujumla. Maafisa misitu pamoja na mahakimu tumejua angalau ni namna gani tunaweza kushirikiana katika kuendo kesi. Baada ya kupata mafunzo haya tukawa kitu kimoja, wamejua kwamba tunapohitaji msaada wa uwakili kutoka kwenye shughuli zozote za uhifadhi, wanatupa ushirikiano na kesi zinaenda vizuri ndani ya mahakama kulingana na ushahidi ambao tunakuwa tumeutoa. Kupitia hayo mafunzo yaliweza kutusaidia kujenga ushirikiano na uelewa pamoja kati yetu sisi wataalamu wa misitu na mahakimu. Na hiyo ilisaidia hata baada ya mafunzo kurudi kwenye shughuli zetu za kila siku. Pale ambapo tuliweza kukamata watu wa kuvunja sheria za misitu, aidha kuingia msituni kwa kuvuna mbao au mkaa kinyume na sheria au kuanzisha mashamba, basi tulipoenda kwenye vyombo vya sheria, wenzetu mahakimu baada ya kuwa na uelewa waliweza kutupa ushirikiano wa karibu ni namna gani hizo kesi zinaweza zikaendeshwa na kutoa maamuzi ambayo ni sahihi na ya haki. Kipekee kabisa vilivyonisaidia katika sehemu yangu ya kazi, kwanza ni grievance mechanism. Tunapozungumzia grievance mechanism ni mfumo wa kuratibu malalamiko ya wananchi. Kwangu kulikuwa na malalamiko mengi yaliyokuwa yanapelekea uhifadhi unarudi nyuma. Tumetengeneza mifumo ambayo mwananchi anaweza akawasilisha lalamiko lake moja kwa moja kutoka sehemu ambayo yupo, kuanzia kijijini, katani mpaka ofisi ya mkurugenzi. Na msitu mwingine wa Milawilila, huo msitu nimeweza kuunganisha kijiji na halmashauri kupitia hiyo mfumo wa malalamiko, ambapo watu mwanzoni walikuwa wanazuiliwa kwenda kuchukua dawa katika huo msitu, lakini baada ya kuwasilisha malalamiko yao nikaweka sawa, sasa hizi wanaruhusiwa. Kwa hiyo imesaidia msitu umezidi kuimarika. Tumejifunza kuhusu law enforcement. Mwanzo tulikuwa tunatumia nguvu sana katika kuapproach
tunapowakamata huko mapolini, lakini sasa tumekuwa calm, tukifika tunamuuliza bana, umepatikana katika msitu, unajua je huu ni msitu wa hifadhi? Ana respond. Tunamuuliza majina yake, lakini kinini kinampelekea awepo pale. Tukijilizisha kwamba anatuhuma, tunachukua maelekezo yake, tunayapeleka mbele na tunaweza tukaenda kuisimamisha kesi mahakamani au tukamalizana kule polini.